Tuende kwenye masuala ya usajili. Tuzungumzie issue ya Faisal Salum Abdalla Feitoto, kwa sababu niliona watu wengi sana walinyambulisha nilivyoposti kwamba kijana ameamua kujiunga na Yanga, anatumia mguu wa kulia, anapiga mashuti. Lakini nadhani nilikuja kuwaelezea kwamba nilikuwa namzungumzia Mohamed Dumbia, ndo mtu ambaye nilikuwa namzungumzia kwamba anatumia zaidi mguu wa kulia na shoot, kwa hiyo mtarajia assist na magoli. Watu wengi niliona wamenyumbulisha kwamba Feitoto amesaini Yanga na nini. Ni historia ambazo niliziona, lakini kwa habari ambazo ni za uhakika na watu wengi sana mnataka kuzisikia, Feitoto bado hajasaini Yanga, Feitoto bado hajasaini Simba. Stefani Azizi Ki alijiunga na klabu ya Wydad Casablanca kwa mkopo wa muda mfupi wenye option ya kununuliwa moja kwa moja kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa 7. Kama hawatoridhishwa na kiwango cha Stefani Azizi Ki, means watamrudisha Stefani Azizi Ki and then watalipa compensation ya mkopo ambao wamemchukua kwa muda mfupi. Huyu anazungumzia issue ya Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ashaongeza mkataba wa miaka 2 na Yanga. Ashasaini mkataba wa miaka 2 na Yanga. Alisaini kabla ya rais wa Yanga kwenda Marekani, na yeye na Maxim pia Nzengeli. Vipi kuhusu Arthur Bada na Soa? Arthur Bada na Soa walikuwa kwenye mazungumzo na Yanga. Possibly ni wachezaji ambao wana Yanga wengi sana wanatarajia kuwaona, lakini mpaka jana sikuwa na taarifa za wao kuweza kumalizana na Yanga. Na taarifa nilizokuwa nazo jana, Yanga walituma mwakilishi wake alikuwa Cote d'Ivoire kuweza kufanya mazungumzo ya mwisho na Celestine Ekua, mshambuliaji wa Zoman FC ambaye alikuwa ASEC Mimosas kwa mkopo kwa maana ya msimu uliopita, na alimaliza kama top scorer wa pili kwenye ligi ya Cote d'Ivoire. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao tunatarajia anytime wanaweza kumalizana na Yanga kama kila kitu kitakuwa kimekamilika siku ya jana, basi ni Celestine Ekua. Na ni kwa sababu Kennedy Musonda Yanga wanakwenda kuachana naye, na hizi siku 3-4 sijafuatilia issue ya kocha mpya wa Yanga, lakini taarifa nilizokuwa nazo wiki iliyopita, Yanga pia walikuwa wanaendelea mazungumzo na Roland Mukwena. Possibility ya Chama kubaki Yanga ni 0.1, yani hata 1% haifiki. Sio Chama tu, even hata Duke Abuya yupo kwenye list ya wachezaji ambao wanaweza kuachwa na Yanga. Duke Abuya, Dennis Nkane ni miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa na Mudathiri. Haya basi, Yanga wako kwenye mazungumzo ya mkataba mpya, lakini pia unamzungumzia mtu kama Dickson Job ambaye pia naye washakubaliana, lakini bado Yanga hawajasaini mkataba na Job. Possibly atabaki na atasaini mkataba mpya kuelekea msimu ujao. Asilimia ya Mzize kwenda Zamalek ni 99.99, ingawa hapa katikati nasikia kuna ofa imetoka Bundesliga. Lakini Kangalombo naye yuko kwenye list ya wachezaji wanaoachwa na Yanga. Yanga hawako impressed na Ikangalombo.